Amani ni nyinyi labda pengine kutembelea magari ya kifahari, ni nyinyi watoto wenu kusoma vizuri, ni nyinyi kula vizuri. Sisi wengine ambao tunakuwa tunalalamika hali ni mbaya, mnatutengenezea mazingira magumu. Kila atakayeongea ndiye anayepitia mazingira magumu. Askofu Gwajima alipoongea masuala ya utekaji, mlifungia kanisa. Wachungaji wengine wamehama nchi, wapo wakina Dickson Kabigumila. Padri Kitima alipigwa na wasiojulikana. Wakina Mzemba alikuwa Makipesero wamekimbia mikoa, wamekimbia nchi kwa sababu ya hali zinazoendelea ndani ya nchi. Ila nyinyi mnasema ndio mnaotangaza amani. Tunapoongelea Chama cha Mapinduzi, ndio chama kiongozi ndani ya nchi hii, lakini ndio chama pekee kinachohubiri amani ya nchi hii. Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuhubiri watu wapigane, watu waumizane, watu wafanyane vitu vibaya. Unasema kwamba Jaji Warioba ana chuki. Yaani sasa hivi kila atakayekuwa anaongea ukweli ana chuki tu na CCM. Kila atakayekuwa anaongea uhalisia ana chuki tu na CCM. Mheshimiwa Warioba amekutana na rais siku 4 hazijapita, yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomuomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo. Nafikiri niongee kitu fulani ambacho nimekiwaza na kukitafakari kuhusiana na kiongozi. Kiujumla ni kwamba CCM mmekuwa mnajipa kazi ngumu sana ya kutafuta kuaminiwa na watu, na kuna kitu fulani ambacho nimekuwa nikikiona ambacho hapa katikati kiliendelea sana, ambacho hata rais alikuwa anasema kuhusiana na maridhiano. Mimi nisemacho ni kwamba mnajua, mkisipokiri hali inayoendelea ni ipi, msipoweka wazi, mimi nahisi mtakuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu hata kama utasema jamani yameisha, tugange ajayo. Tugange ajayo sio kwa njia hiyo. Hata hiki kinachoitwa maridhiano sio kwa njia hiyo, kwa sababu hata kama mtakuwa mnadai maridhiano, lakini kama maridhiano hayatakuwa yanataka mmoja aliyekosea akubali alikosea wapi, basi kiujumla nahisi mtakuwa mnafanya kazi ngumu sana. Sasa hoja yangu ni hapa, ambacho mimi nataka nikiseme ni kwamba kiongozi amesema kwamba hakuna upinzani unaoweza au mpinzani au wapinzani wanaweza wakawa kwenye madaraka. Hata yote yaliyoendelea, maendeleo yoyote yaliyoendelea ndani ya nchi, iliyofanya ni CCM. Sasa hoja hapo ziko mbili ambazo mimi nataka niziongelee kuhusiana kwamba hakuna mpinzani anaweza akakaa kwenye madaraka akafanya hayo. Hivi upinzani kwani ni nini? Hicho ndo cha kwanza. Upinzani ni nini? Kwani Humphrey Polepole hakuwa ni mpinzani wa hii CCM iliyoko sasa hivi madarakani? Je, angekuwa yeye ndiye rais na ilikuwa inashindikana kuwa rais, wakina Jaji Warioba, je, wao inashindikana kweli kuwa viongozi? Na kulingana na mioyo walio nayo kweli wakiwa viongozi kwamba hawataweza kufanya zaidi ya nyinyi mlivyoweza kufanya? Haya, hoja ya pili ni kwamba CCM ndio chama kinachotangaza amani kuliko vyama vingine. Sijajua hii hoja inalenga nini, kwa sababu kiukweli kabisa mnachokisema ni kingine na mnachokiishi ni kingine. Hata hii hali ambayo nimeiona ya kulazimisha watu maridhiano, ambayo ndio imekuwa inaendelea sana, sijajua amani kwenu nyinyi ni nyinyi kutembelea magari mazuri, nyinyi kukula vizuri, nyinyi watoto wenu kukula vizuri, hata shule unazosema ambazo sema tumejenga shule zenyewe watoto wenu hawasomi hizo shule. Hospitali tumeboresha, nyinyi wenyewe hamtibiwi hizo hospitali. Mkiugua nyinyi mnaenda kutibiwa hospitali nzuri tu za nje ya nchi, ambazo ni uhakika kabisa nyinyi kwa salama. Watu wana elimu sasa hivi, elimu zinatufanya kuwa wategemezi, ndio elimu hizo. Elimu zenyewe ambazo mmesema mmetusomesha ni elimu ambazo tumeishia tunalandalanda tu mitaani, ndio elimu. Mimi nakuja tunasema hivi kwamba ni vizuri sana mungelikuwa mnajaribu kujua hii nchi hii ingekuwa salama sana kama
mungelitawala kwa njia iliyo sahihi, kwa sababu kwenye nchi yetu sisi, Alpha Polepole kwa nazungumzia kuhusiana na kikundi cha wahuni ambacho ndio kinasema kitaitengeneza kopi ya serikali. Sasa iko kikundi cha wahuni bila shaka ndio kilichomuondoa Alpha Polepole. Munasema hakuna upinzani unaweza kufanya haya. Munasema pia kwamba chama cha CCM ndio kinachotangaza amani. Amani, wakati kuna watu ndugu zetu tunalalamika hapa tulipo, hatujui Alpha Polepole alipo ni wapi. Wakinari kibao, nilikuwa namsikiza yule Joseph Yona anasema kwamba wanatekana wao wenyewe, ila utakuja utaona hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Kama kweli muna ushahidi wa kutosha, ushahidi kabisa wa kutosha kwamba walioweza kuhusika na kumteka Ali Kibao ni akina John Mnyika, kwani msiwachukulia hatua? Kwani msiwachukulia hatua? Hivi mimi nachokuja kujioji hivi, sasa hivi kweli tuna watu wenye akili timamu kabisa wanaongoza nchi yetu? Kwa sababu unakuja unajioji hivi kweli. Mimi bado najoji sana kwa sababu kiukweli kinachoendelea kwenye nchi yetu, yani sasa hivi ukitaka uwe salama kwa sasa, ingawa sasa hivi najua si kasi sana ya utekaji watu sasa hivi inaendelea. Sasa wanaoteka watu kweli ni Chadema ndio wanaoteka wenyewe. Kwa Alpha Polepole alitekwa na Chadema. Alpha Polepole. Wakina Daudi nani yule Mwangosi, si Daudi Mwangosi, waliolipuliwaga na mabomu kwenye utawala ule wa kipindi cha Kikwete kama sijakosea. Kwa na wenyewe pia wale waliong'olewa meno, wakina si Ulimboka. Sasa hapa na changanya majina. Kina Ulimboka waling'olewa meno. Haya tumekuja sasa hivi. Unajua hata watu, mimi nachoweza kusema watu kuandamana tu ni Chadema dasini ACT. Ni vyema mngejua ni Watanganyika wote waliandamana. Mimi unaniona mzee wangu ana kadi ya CCM, ana kadi ya CCM. Lakini wewe siamini hakupiga kula raundi hii. Na si tu hapo, ni kuwepo mazingira fani Moshi. Watu wana kadi kabisa za CCM lakini wanasema hapana, mimi siende kupiga kula. Hapo utakuja utaona nyuma yake kuna watu wametekwa wengi, wametekwa kina Alpha Polepole, kina Mdude Nyagali, wakina Deusi Soka, wakina Chaula, wakina Injili Geuzayo Lo, yule ndugu yangu yule ambaye ni wa kule Kagera. Na wengine walitekwa sana kwenye wakati huu. Wakina Alpha Polepole wakanasema kikundi kinachoteka watu ni kikundi ambacho kanaweza kakadhibitiwa uje kwenye kipindi cha maandamano watu wameuawa. Unasema CCM ndo chama kinachotangaza amani. Ila kiukweli mmejua kutuchezea, mmejua kutupiga, mmejua kutuchezea. Ila katika kitu ni wahakikishieni, mnacheza na kitu kigumu sana, kusafisha ukweli uonekane uongo na uongo uonekane ukweli. Ni mnacheza na kazi ngumu, mnacheza na kazi ngumu. Kazi ngumu mno. Amani ni nyinyi na pengine kutembelea magari ya kifahari. Ni nyinyi watoto wenu kusoma vizuri, ni nyinyi kula vizuri. Sisi wengine ambao tunakuwa tunalalamika hali ni mbaya, mnatutengenezea mazingira magumu. Kila atakayeongea ndiye anayepitia mazingira magumu. Askofu Gwajima alipoongea masuala ya utekaji, mlifungia kanisa. Wachungaji wengine wamehama nchi. Wapo wakina Dickson Kabigumila. Padri Kitima alipigwa na wasiojulikana. Wakina Mzemba alikuwa Makipesero wamekimbia mikoa, wamekimbia nchi kwa sababu ya hali zinazoendelea ndani ya nchi. Ila nyinyi mnasema ndio mnaotangaza amani. Acheni kucheza bwana, acheni kutuchezea akili, acheni kabisa. Haya, mwisho kabisa ambacho ndio kinakuja kinakera zaidi. Unasema kwamba Jaji Warioba ana chuki. Yaani sasa hivi kila atakayekuwa anaongea ukweli ana chuki tu na CCM. Kila atakayekuwa anaongea uhalisia ana chuki tu na CCM. Sasa hivi nilikuja hata mwenyewe nikaona kuna namna wakati mwingine kuna napigiwa paka na ndugu zangu wengine wananifahamu, bwana, serikali na mkono mrefu, acha nayo. Wewe bado kijana mdogo utapotezwa. Yaani tumefika hatua sasa hivi serikali inaogopwa kana kwamba ni kitu fulani cha hatari sana, inaogopwa sana. Ila mimi nawahakikishia nyie sio kuogopa, kwa sababu hata kutembelea magari yenu ya kifahari mnatembea kwa sababu ya kodi zetu. Na kwenye katiba yenu mwananchi anaruhusiwa kutoa maoni yake
Lakini sasa hivi imefika hatua mtakachokiongea asiwepo atakayepinga, asiwepo atakayekosoa. Huo upumbavu ndo ambao mimi waga nasema hapana. Ni heri kuishi kwa muda mchache kuliko kuishi siku nyingi huku ukiwa umeminywa, ukiwa umekaba, ukiwa kila kitu kitakachokuwa kinaendeshwa vibaya. Huruhusiwi kukosoa, huruhusiwi kuongea chochote. Hapana, hapana. Na ndio maana mimi nimesema kwa sasa tulipofikia, kwa hapa tulipofikia kwenye nchi yetu hii na Afrika hii, ni vigumu sana kutawala watu, na mwaka huu ndo mwaka wa kudai haki, kudai haki ya ujumla. Hatu uwezo kanasema mnaleta maendeleo wakati kuna watu wametekwa, kuna watu wameuawa, kuna watu wameuawa Oktoba 29. Unaleta maendeleo kwa ajili ya nani? Maendeleo kwa ajili ya, sababu maendeleo ni ya watu. Sasa mnaua watu, hayo maendeleo yanakuja kwa ajili ya kina nani? Na mwisho wa siku unakuja unaonekana kila atakayeongea ni adui yenu. Ila nimekuja nimesema hivi, katika kitu niwahakikishieni na niwaambie, kuna siku mtakuja mushike na chuma cha moto, mtakuja mushike na pasiposhikika, kwa sababu yawezekana mumezoea kumwaga damu za watu. Nisome hapa maandiko hapa. Hata akina Yesu walikuwa wanahubiri haya, kwa sababu mimi ni mchungaji. Sema unashahidi na siasa, kwa nini hamji kanisani? Hamwendi makanisani? Kanisani ndo mahali pekee panaweza pakamtengeneza mtu kuwa na maadili mazuri. Kanisani ndo tunapofundisha msiue watu, msizini, msiseme uongo. Sasa hapa kiongozi anasema uongo hapa, nani wa kumweka sawa? Nani wa kukemea haya? Nani wa kuyaweka sawa haya? Hebu nisome maandiko haya katika kitabu, na najua hata katiba kwa sehemu kubwa nyingi mmekochi kwenye Biblia. Nisome maandiko haya katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 34. Nasema kwa sababu hiyo, angalieni mimi na watuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Mtayafanya haya, mtaua watu sana, ambao kila watakao kuwa wanakuja wanajaribu kupiga kelele na kusema haya mambo hayafai, haya mambo hapana, mtawaua. Sasa niseme hivi, si wote mtakaoua kirahisi. Kuna siku haya mambo yanageuka. Ngoja nisome hapa. Huyo Mungu aliyewapa uhai, aliyewapa pumzi, kuna siku mtacheza vibaya hizo karata zenu za kuteka watu na kuua watu. Hizo karata mtazicheza vibaya, mtakuja muingie kwenye 18 za mtu wa Mungu ambaye Mungu yu pamoja naye, yuko nyuma naye. Mtaumia nyinyi baada ya yeye kumuumiza. Ngoja nisome hapa katika kitabu cha Ufunuo hapa sura ya 11 mstari wa 3, asema hivi, nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizaituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Nao na mtu akitaka kuwazuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwazuru, hivyo ndivyo mpasavyo kuuawa. Kwa nataka niwahakikishie, kuna siku mtacheza na pasipochezeka, mtashika pasiposhikika. Baada ya kuteka mtajikuta mnatekwa nyinyi. Baada ya kuua mtakuta mnakufa nyinyi. Maandiko yanasema hauai kwa upanga atakufa kwa uo. Hizi nyakati zinakuja. Wote ambao mko nyuma ya mauaji, mko nyuma ya kusifia ujinga, kwa sababu sasa hivi tupo kwenye ulimwengu ambao ukitaka kuwa salama, kuwa chawa, kuwa unapongeza. Ila nawahakikishieni mnacheza na kitu cha hatari sana. Fanyeni mnayafanya haya, lakini jueni yana mwisho wake. Hii enzi yenu haitasimama milele, haitasimama, kwa sababu kuna kitu fulani ambacho tumepandikishiwa sisi wa Afrika, ambacho wahubiri watu waende mbinguni. Wapi mtaenda kupumzika nyinyi mbinguni? Nyinyi mnapumzika mbinguni? Mbona vitambi mnaotea hapa duniani? Mbona nyinyi mnatembelea magari ya kifahari hapa duniani? Nyinyi kwenu kuishi hivyo ni sawa, ila wengine tukiongea mnashahidi na siasa. Hata hapa mwenyewe naishi duniani, natoa kodi na mimi na washirika ambao pia wanapitia kasia hapa na pale, wanakutana na mimi gambo kule, wanawasumbua TRA, wanawasumbua kule. Mwisho hata nakuja nasema hivi, wanadamu ifike hatua twende na uhalisia, na katiba yenu mnasema mtasema ukweli usi daima, si ukweli ni daima, si uongo mwiko, lakini mnaongea vitu fulani ambavyo kila mwenye akili timamu akivichuja anaona ni jamaa fulani hivi ambayo ina roho mbaya, ina hila, imejaa uonezi, imejaa uongo, imejaa hila za kila namna. Na hakikisheni haya mambo yana mwisho wake.